wengine wanaenda kupeana pesa huko nyuma. Hii ndio siasa ambayo Bungoma hatutaki, si ndio? Hawa ndio wanatudanganya sisi wakati wa kura, wanatupeleka wale watu wengine wanakuja kutumaliza. Kwa sasa Bungoma maendeleo yote imekwisha. Industry zote zimekufa. Nzoia ilikufa, Kitinda ilikufa, Pani Pepe ilikufa, na sisi tunasema serikali zile zinafuatana wamekuwa na njama ya kumaliza watu wa Bungoma. Ndugu zetu ambao mko kwa serikali kwa sasa, listen to me. Ile aibu ambayo mmetuletea ni mbaya sana. Huyu mzee amekufa kwa sababu yenu. Watoto wa wangamati 5 walipelekwa kotini, akiwemo yule ambaye pia alikuwa ameaga akapelekwa kotini. Vile tunaongea saa hizi kuna mwingine hata pasipoti yake ilichukuliwa, hawezi akafanya biashara. Ile wivu ambayo sisi tuko nayo lazima tuwache hiyo wivu. Wakati mzee Moya alistaafu, wale kina Kiraitu walisema kwamba mahali Moya alikuwa anakaa pale Cabernet Gardens, wanasema ilikuwa ni shamba ya umma. Wakati walienda kwa mzee Kibaki wakasema turudisha shamba letu, mzee Kibaki aliambia Kiraitu, enda ukatafute title deed kwa jina la Moi umpatie. Lakini hao wetu wakati wanaona mzee wetu mkongwe ambaye ni role model wetu anaangaishwa, they have got no balls ya kusimama na kuambia Ruto kwamba kama huyu ni wetu tutakufa na yeye. Hao ndio wa kwanza kwenda kuangusha nyumba ya mzee Akalia siku 3 akikaa kwa kiti pale, and from that time mpaka saa hii mpaka akakufa. Watu wetu tukue tuanze kuwa macho. Mimi juzi nilikuja hapa nikasema kwamba tutakuwa na syllabus, ndio kwamba tunaleta syllabus ama tuleti. Yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa na watu wetu, hatutamkubali next year ajifanya anarudi kuja kujoin sisi. Akufaye kwa dhiki ndio akufaye kwa dhiki ndio rafiki, si ndio? Saa hii na wali mafurahi kwa kuumia. Wakabo next year na beja kalaka labda Ruto kai kuumisha benya kukeni napo bana ndo kwa hapa lobile. Line up ni obone jack na Rushenge neyo. Hiyo ndio line up ambaye inaenda kuomboa watu wetu. Wakati jamii zingine zinaenda pamoja, wanajikusanyika, wanakuwa na unity. Hiyo lakini wakati Muluya anasema Waluya kuja pamoja, wanasema hao ni wakabila. Wakenya wale viongozi wako mbele wanatuogopa sisi, maana wanajua umoja wa Muluya utakuja kubadilisha taifa la Kenya forever. Watu wetu kariako tawe efe kurichanga holanga kutiangi na kuria chikura kuja kwa president tawe. This time round tumesema kwamba tungoje mpaka 2032. Tumesema 2027 ndio mwaka wetu, na mimi I want to face Kenya and ask them, mtu angalie vile mnatuona sisi, tunatosha ama tutoshi? Mkisema kwamba hatutoshi, mtuambie sababu ni gani. Na nyinyi mmeona tumejipanga vizuri, mmeona kijana wetu hapa, si ndio? Kazi yangu ni kuunite Waluya, tukue na strong base. Wakati tunaenda kwa negotiating table, kama ni Sifuna tumeweka mbele, akuwe na watu wake wamesimama nyuma yake. Ama namna gani watu wetu? Watu wengine wote wako united. Hauwezi kwenda kwa meza kama una regional block. Tunatafuta regional block yetu, tuongee na sauti moja, ndiposa mnaona Halwale, mnaona Ososi, mnaona Oudo, mnaona Jack na Wakalasinga hapa, mnaona atembea kule Humboki, maana wako kule kwa meza. Na tumesema kama meza ni ndogo, hiyo meza tunaivunja, tujenge meza kubwa ambayo itatosha Wakenya wote. Kwa hayo machache, ningependa tu kusema kwamba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya baba yetu, kiongozi wetu mahala pema pale mbinguni mpaka ile siku ambayo tutakutana. Lakini baba, usahau wale ambao walibomoa nyumba yako, wasipate usingizi, wakuwe na nightmares forever. Asante sana Your Excellency. Nichukue nafasi hii nilete kwa heshima Mheshimiwa Waziri